Karibu sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Kaya TV. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia sote siku hii, na nikukaribishe tuweze kutazama mada iliyoko mbele yetu inayosema hakimu wetu asiyekosea. Hakimu wetu asiyekosea ni yupi? Na tutatazama kwa namna ya pekee kwa kuanza kitabu cha Mambo ya Nyakati 28 mstari wa 9. Fungu hili litakalotuongoza, na tunaomba Roho Mtakatifu atufundishe sote tuweze kujifunza na tuweze kutoka na kitu, na Mungu atakubariki sana ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji. Fungu linasema, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo wa ukamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana tafuta mioyo yote na kuyatambua mioyo yote ya fikira. Anatambua yote yaliyomo katika maisha yetu. Ndugu mtazamaji, nipende tukusema katika changamoto tunazopitia katika maisha yetu ya leo, katika jamii ambayo tunaishi, tumekuwa na changamoto ya kutamani kusikilizwa na kupata haki. Sasa unapataje haki katika ulimwengu uliojaa rushwa, uliojaa vurugu na mambo mengi? Ninataka kukuambia, no matter ukubwa wa tatizo lako au wa kesi yako, yuko hakimu ambaye anaweza kukusikiliza na asiyekosea. Anasema katika ufahamu wake Bwana ni mkamilifu na hakosei. Anaelewa ufanyaji kazi wa akili za mwanadamu, kanuni zinazotenda kazi za wakala wa kibinadamu. Yeye ndiye aliyezianzisha, jinsi watakavyoathiriwa na kile kinachokuja mbele zao, na jinsi watakavyotenda katika kila jaribu litakalowakabili, na katika mazingira yote watakayowekwa. Kwa maana, sikiliza hii, kwa maana njia ya wanadamu zi mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Macho ya Bwana yako kila mahali, kisoma kwenye Methali 15 mstari wa 3. Maana anatazama hata miisho ya nchi na kuona chini ya mbingu nzima. Ayubu 28 mstari wa 24. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mioyo yote ya fikira. Hiyo ambayo tumesoma katika Mambo ya Nyakati 28 wa kwanza 28 mstari wa 9. Bwana anajua kila kitu. Toka unapotungwa mimba tumboni mwa mama yako, ana orchestrate the event mpaka umri ambao uko sasa. Mungu ana orchestrate the event. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufanya chochote kwako. Wewe unapaswa kujua tu mtazamo wako, focus yako iwe kwa Mungu ambaye anajua mwanzo wako na mwisho wako. Sasa shetani hataki tufahamu hii, na amekuwa mjanja sana, akitamani watu wasielewe, watu wasijue, na waendelee kuumia katika mawazo na shida zao pasipo kutambua yuko mtu ambaye anaweza kukusaidia. Anasema anajua mambo yanayotujia akilini mwetu, kila jambo anafahamu Mungu. Mungu huwahurumia maskini, roho zinazojidanganya na kukanyaga kweli yake. Acha ngano na magugu vikue pamoja hadi wakati wa mavuno. Wahurumie na kuwasikitikia katika upofu wa akili za wale walio chini ya utawala wa shetani. Narudia kusema sana, shetani hataki kujua kwamba, hataki wanadamu wafahamu, na ameleta msongo na hofu na mashaka ndani ya mioyo ya wanadamu, kiasi kwamba wanadamu wameshindwa hata wakati mwingine kuelewa tufanye nini na tufanye. Nataka nikueleze ndugu mtazamaji na msikilizaji, linapokuja tatizo lolote liwe ni dogo ama kubwa, peleka tatizo lako
mbele ya hakimu asiyekosea ambaye ni Mungu Baba na Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Naye atakuonyesha kuwa na akili iliyotulia, kuwa na fikra ambazo zimetulia, na mtazame yeye, naye atakuonyesha. Usitazame mwanadamu. Maana neno linasema mtegemeaye mwanadamu amelaaniwa na vitu vingi kama hivyo. Kwa hiyo tutazame nafasi yetu ya kwanza katika kila changamoto tunayokutana nayo iwe tunampatia Mungu. Na ndio maana tunaona anaongea hapa habari ya upofu wa akili, lakini anaongea habari ya maskini wa roho. Maskini wa roho, yani anatamani watu waendelee kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu, lakini pia tuangalie tusije tukapata upofu wa akili wa kiroho ambao hatutambui vitu. Tusidiri na vitu katika utawala katika namna ya kidunia, lakini tudiri na vitu vyetu katika namna ya kiroho ambayo ni very invisible, kwa namna ambayo haionekani, lakini tuna uhakika kwa imani kwamba Mungu anaona na anajua. Kwa hiyo mtazamaji, ninataka kuambia waache mikononi mwa Mungu wale wanaotwezwa kweli yake. Haki na uhuru wa kuwahukumu wengine havikuwekwa kwako. Tunaangalia Musa hakupewa ruhusa ya kutangaza hukumu kwa wana wa Israeli walioasi. Udhaifu dhahiri wa mawakala wake kama waliooneshwa na Musa utapokea thawabu yake. Ninataka kusema hivi, Musa wakati amepewa kundi kubwa la wana wa Israeli kuliongoza, hakuweza kuwahi kuhukumu. Alikuwa na hukumu kwa uongozi wa Mungu, na Mungu alipokuwa akimuita Mungu alimwonyesha lililokuwa sahihi. Tunaona pale kulikuwa na wana wa Kora na Mungu akatangaza pale akasema, walio upande wa Mungu wasogee upande huu, na wale ambao wako upande wa Kora aliyeongoza watu katika kufanya maasi walikwenda upande wake. Na tunaona Mungu aliamua mwenyewe, na ardhi ilifumuka na watu wakamezwa, na wale waliokuwa upande wa Mungu wakawa salama. Kwa ni Mungu tu ambaye anaweza kuhukumu kwa haki. Mwanadamu hawezi kuhukumu. Ndugu na msikilizaji na mtazamaji ambaye unanisikia sasa, weka maisha yako kwa Mungu na usiwahi kunyoshea mwanadamu kidole na kusema huyu amefanya 1, 2, 3, amekosa mbele za Mungu. Hapana, Mungu ndiye anajua. Anasema watumishi wa Mungu wataendelea kubeba lawama za kuwa wataabishaji wa Israeli, lakini lawama anasema, lakini tuache Mungu ndiye awe mwamuzi wa kila kitu. Usikae pamoja na wabezaa. Hii mtazamaji inatakiwa uielewe, lakini watu wasiokuwa na usikae na watu wanaobishana na watu ambao wanafanya mambo ambayo hayaleti utukufu wa Mungu. Hao wote ni watu ambao wako katika utawala wa Shetani. Tujiepushe nao. Anasema, angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Bwana anapaswa kuwa tegemeo lako, usiwe na tegemeo lingine. Atakuvika vazi takatifu, na Roho wake Mtakatifu atashawishi akili na moyo wako ili isishawishiwe na sauti za mbwa mwitu. Hiyo tunatakiwa kuwa nayo makini kabisa. Anasema hatupaswi kusahau kamwe kuwa tunamwakilisha Kristo. Tusitumie silaha za kimwili wakati watu wasioamini waliopotoka wanapokuja kati yetu. Maneno yasiyo mema au yasiyo na staha, na vitu kama hivyo, na hukumu anasema yasitoke katika vinywa vyetu, lakini anasema na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Ukisoma katika ile Yohana wa kwanza 5:4. Ninataka kuambia mtazamaji, hakimu wetu asiyekosea ni Mungu peke yake, na Yesu Kristo Mwokozi wetu ndiye ambaye tunapeleka matatizo yetu. Matamshi yasiyo na maana, yasiyo na staa yasitoke kwa ndugu zetu, kwa jirani yako, kwa rafiki yako, kwa mtu yoyote. Hata mtu anapokukosea, mwambie Mungu, wewe unaona, na Mungu wewe unajua. Nataka nikutie moyo, peleka kesi zako na haja zako mbele za hakimu wetu asiyekosea. Hata hakimu wa dunia hii, wako mahakimu ambao
wanaendesha kesi katika mahakama mbalimbali. Wale ni wanadamu, wanapima kwa viwango vya kibinadamu, na watu wengi wako katika maabusu na majela kwa sababu ya kukosa haki, lakini wameendelea kumpa Mungu kilio chao. Ninakuomba hata wewe, ikiwa umeteswa kiasi gani, endelea kumwambia Mungu, wewe wajua, na Mungu atasimama na kututetea wakati wote. Na kutia moyo, tuangalie hakimu wetu asiyekosea. Hata kama mtu amekosea jambo gani, haina haja ya kupoteza nguvu kumpeleka huko polisi. Ni sawa, zimewekwa hizo kwa ajili ya kupata haki, lakini nakwambia unaweza ukapoteza muda. Especially nachukua mfano kama mtu maskini asiyo na chochote, anapeleka kesi yake pale, anamshtaki mtu mwenye utajiri, mtu ambaye atatoa rushwa. Hii kesi ya huyu mtu inakuwaje? Lakini ninalo tumaini kwa mtu huyu ya kwamba atakapomlilia Mungu, na Mungu atamsikia na atafanya kwa wakati wake. Hakuna haja ya kupoteza muda kwa kupambana na kimwili namna hizo. Tupeleke kesi zetu kiroho mbele za Mungu Baba anayejua, aliyekuumba, aliyeumba mbingu na nchi, anayeona chini kabisa ya mbingu na anayejua. Ayubu amesema hilo. Tuwe na tumaini kwake. Hakimu wetu asiyekosea ni Mungu na Baba yetu wa mbinguni. Ninakushukuru sana ndugu mtazamaji. Naamini ya kwamba utabarikiwa unaposikiliza hili na unapoelekeza moyo wako kwa Bwana kwa kila shida. Mungu akubariki. Usiache kusubscribe channel yetu pendwa. Mungu akubariki, na tukutane tena wakati mwingine. Ninatamani kusema kwamba Bwana awe pamoja nawe, na Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Ni katika jina lake Yesu, amen.